Hivi ndivyo jinsi ambavyo unaweza kuandika kitabu chako cha kwanza. Hiki ni kitabu changu cha kwanza ambacho nimekiprint, kinaitwa Akili Pevu. Hakipo hiki tu, vipo vingine ambavyo ni ebook ambavyo sijaviprint, lakini nimeweza kuandika kitabu changu cha kwanza. Yeah! Yes, kwangu mimi hiki ni kama uthibitisho kwamba naweza, na mimi nina kitu ambacho ninaweza kukipa jamii, na mimi kumbe nina kitu ninaweza kusaidia jamii kwa namna moja ama nyingine. Nilikuwa natamanigi niwe naandika vitabu, nilikuwa natamanigi niwe mwandishi nisaidie watu, lakini nilikuwa sijui nataka nisaidie kwenye upande gani, na nilikuwa sijui nataka nifanye nini. Mpaka sasa hivi kwenyewe I don't know, kwa sababu mimi sijui, sielewi. Nachojua ninasaidia watu kupitia maarifa, kwa sababu nimeandika kitabu hiki cha Akili Pevu, pia nasaidia, nimeingia kuwasaidia wanawake. Nilikuwa najizuia sana kuwasaidia wanawake, nilikuwa naona kama natoka nje ya niche. Muda mwingine naona kama najibana kuongea kuhusu wanawake. Nikakaa nikajiuliza kwa nini najibana kuongelea kuhusu wanawake wakati mimi mwenyewe ni mwanamke. So let me talk about women because I'm a woman. Najua vitu ambavyo vinatukumba, najua vitu ambavyo vinatu affect. Kwa hiyo nikaanza kuandikia wanawake nao vitabu vyao. Kitabu cha mwanamke Jiponye Nafsi Yako pia kipo, kinapatikana. Kama hauna hakikisha unakipata. Twende moja kwa moja kwenye namna ya kuandika kitabu. Namba moja, lazima ujue unataka kuandikia wakina nani. Lazima ujue nini ambacho unataka kukiandika. Mimi nadhani mtu yoyote anatakiwa kuandika kitabu. Mtu yoyote yule. Iwe ni mchezaji mpira, iwe ni mfanyabiashara, hata muuza mkaa anatakiwa kuandika kitabu, kwa sababu ana kitu cha kushare. As long as wewe ni binadamu, una kitu cha kuipa dunia, unaweza ukawa mwandishi wa kitabu. Mbinu ambazo mimi nimezitumia kuandika kitabu, mbinu namba moja, niliamua kujua nataka niwaandikiwe kina nani. Mimi nadili na wanawake, nadili pia na vijana. So kwa wanawake nadili sana kwenye kujiponya nafsi zao na kulevel up their mindset, kulevel up their money, kulevel up their mionekano yao na kadhalika. Kwa vijana na waelekeza pia kutafuta pesa na kadhalika. Kwa hiyo tayari nikawa nishajua vitu gani ambavyo natakiwa niandike kwenye kitabu, na unatakiwa kujua vitu gani ambavyo unatakiwa uandike kwenye kitabu chako, na unaandikiwa kina nani. Labda unajiandikia wewe mwenyewe historia ya maisha yako, au unaiandikia familia yako, au hivyo. Lazima ujue unataka kuandika nini. Hatua ya pili, lazima ukae chini uorodheshe mawazo yako ambayo unayo kichwani, uyaweke kwenye daftari ama kwenye mfumo wa maandishi wowote. Unaweza kutumia simu au kutumia kompyuta kwenye kuandika. Kwenye kuorganize mawazo yako unaweza kutumia Microsoft Word. Kama mimi natumia Microsoft Word kwenye kuandika. Kama haujui jinsi ya kutumia Microsoft Word, hakikisha jifunze jinsi ya kutumia Microsoft Word. Kama haujui, unaweza ukaenda stationery ukawa unaongea, yule mtu wa stationery anakusaidia kutype, au ukaandika kwenye daftari content zako kama hivi nilivyoandika mimi, alafu unaenda stationery, yule mtu anakusaidia kutype. Okay? Kwa hiyo lazima utafute njia ambayo utaweka chini mawazo yako, utaweka chini vitu ambavyo unavifikiri, utaviorganize pamoja ili viwe mfumo wa kitabu. Kitu cha tatu ambacho unatakiwa kukifanya, ukishaweka chini mawazo yako, kwa sababu pointi zinakuwa ziko chache, vitu ambavyo unaviandika vinakuwa vichache, kisha unafanya research. Mimi napenda niandike hivi vitu kwanza ambavyo ninavitaka, ninavifahamu kuhusu hicho kitu, afu ndo niende kwenye research. Fanya research, nenda Google, tafuta watu waoji cha fikra. Niliwauliza watu, wewe mtazamo wako kuhusu fikra nini? Kwa hiyo tayari unakuwa unaongeza kitabu chako kinakuwa kikubwa. Hatua nyingine ambayo unaweza kuifanya kuandika kitabu chako, ukishatafuta idea, ukishafanya research, ukishaweka organize mawazo yako kidogo ambayo nayo, kuendelea kujazia nyama kwenye kitabu chako. Kwenye kila point tafuta nyama weka, kwenye kila point tafuta nyama weka. Kuandika kama unaongea na mtu. Wengi wa vitabu wanaandika kama wanaongea na robot. Hapana, andika kama unaongea na binadamu, andika kama unaongea na mtu, andika kama unazungumza na mtu. Ni mbinu ambayo itakusaidia sana vitabu vyako visomwe. Hiyo ni mbinu ambayo itakusaidia sana watu wapende kusoma vitabu vyako.
Andika kama unaongea na mtu, yani andika, mwambie unaona, unaelewa, yani unavuta ile hisia ya mtu ambaye yupo karibu na wewe, anayesoma kitabu chako. Anayesoma kitabu chako sio robot, ni binadamu kama wewe. Tafuta wahariri, kwa sababu labda wewe unajua mimi natafutaga wahariri wananihariria vitabu vyangu, kwa sababu naona mimi sitaweza kukaa ni concentrate tena kuhariri. Natafuta jicho la pili ambalo linaweza likaona kitabu changu. Mimi nataka mtu anipe input, mtu ambaye atakupa input. Tafuta wahariri wapitie, sambaza kitabu chako kabla haujakiprint kwa watu, wakwambie uongeze nini utoe mawazo yao juu ya kitabu hicho. Waambie wapi nimekosea, madhaifu yako ambayo umetumia kuandika kitabu. Naombeni maoni mazuri na mabaya, wapi niboreshe, wapi nitoe. Ile input fanyia kazi. Usiweke moyo mgumu kufanyia kazi input. Wakikwambia toa, kwambia weka, lakini muda mwingine na wewe unaangalia, kwa sababu labda huyo mtu alivyosoma ni kadri yeye anavyochukulia. Kwa sababu wewe ndio mwandishi, labda unajua hapa nilikuwa nimemaanisha kitu fulani, na nataka mtu ambaye atakuja kusoma aelewe nimemaanisha kitu fulani. Hayo ndio mambo ya kuzingatia wakati wa kuandika kitabu. So, karibu sana kwenye channel yangu. Kama wewe ni mpya hapa, mimi ni Lilian. Subscribe, hakikisha una subscribe for more video like this. Bye.